Zipo mbinu za kisaikolojia ambazo unaweza ukazifanya kwa mwenzako au mpenzi wako na akawa na kufikiria muda wote. Yani muda wote akawa na kuwazia na akawa na kumisi muda wote. Sasa leo tutaenda kuziangalia mbinu hizo. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa mbinu ya kwanza inaitwa asali ya Zeigarnik. Sasa hii inasemaje? Unajua si binadamu huwa tunapenda vitu ambavyo havijakamilika tofauti na vile vitu ambavyo vimekamilika. Na ndio maana hii kanuni wanaitumia sana hata kwenye filamu za series. Yaani wanakuonyesha series alafu ikifika kwenye ile hali ya msisimko zaidi wanakuambia tafuta part 2. Kwa sababu sisi binadamu tunapenda vitu vya hivyo na tunakuwa na shauku zaidi kutafuta vitu vya namna hiyo. Sasa hii ni kisaikolojia kabisa kwamba ukitaka mtu kumfanya aendelee kukuwaza na kufikiria muda wote, unapokuwa unamuelezea mtu mambo yako, usielezee mambo yako yote kwa wakati mmoja. Na watu wengine wao wanakosea hapo. Unakuta tu first date anamuelezea yeye ni nani, anafanya nini, kila kitu ambacho kinamhusu yeye anaelezea. Ile inakuwa inatengenezea mazingira ya kupunguza shauku ya kuendelea kutafuta kile ambacho kinakuhusu wewe. Kwa hiyo mara nyingi unaweza ukaitumia katika mahusiano, muelezee mtu kwa ufupi, na unaweza ukatumia mbinu hii kwamba kuna jambo leo nimelipata kazini lakini nikipata muda nitakuelezea. Mtu yeye ataanza kushawishika, kuna nini? Anataka kuniambia nini? Kuliko kumuelezea mambo yote kwa wakati mmoja. Lakini muda mwingine hata mkiwa mnaongea na mwenzako, ukaona maongezi yamekuwa mazuri zaidi na yanavutia, unaweza ukamwaga kwa sehemu hiyo kwa sababu kile kitu cha kumalizia ile raha kinakuwa kimekatishwa. Kwa binadamu sisi tunapenda kuendelea vitu ambavyo havijakamilika ndo tunavipenda zaidi ili tuendelee navyo tuone vinaendeleaje kuliko vile ambavyo vimekamilika. Kwa natamani kujua baadaye tena mtaendelea na nini. Kwa unaweza kukatisha pia maongezi kwambia nashukuru sana kwa kuongea na wewe lakini kwa sasa kuna kazi fulani naifanya. Atakuwa anapata shauku zaidi ya kutaka kuja kuongea na wewe. Tofauti na vile kwamba unaongea na mwenzako muda mrefu zaidi mpaka nashindwa sana hata mmoja kuamua kwamba kumwambia mwenzie kwamba tuache sasa maongezi, kila mtu aendelee na shughuli zake. Hii hapo inakuwa inaharibu kabisa namna mtu anavyoweza kufikiria. Sasa kanuni ya pili inaitwa kanuni ya uhaba au scarcity principle. Sasa kisaikolojia hata kwenye biashara, sehemu zozote, vitu vyote ambavyo vinapatikana kwa urahisi vinapunguaga thamani. Na thamani kishapungua maana yake huwezi kuwa tena na mvuto wa kumvutia mtu. Kwa hiyo jitahidi ili uongeze thamani kwenye mahusiano. Wapo watu ambao wanafanya kwa makusudi kuwakomoa wengine, lakini hii sio mbinu nzuri. Hii inayozungumzia hapa ni kuonyesha thamani au kutengeneza thamani bila kumfanya mwenzio azulike na wewe. Jambo ambalo watu wengi wanakosea wakiingia kwenye mahusiano, huwa wanaacha maisha yao mengine, wanafocus tu na mahusiano. Hapo unakuwa unajipunguzia thamani yako kisaikolojia. Mtu anapokuona una maisha mengine ambayo unaendelea nayo, thamani yako inapanda zaidi. Kwa hiyo unapoingia kwenye mahusiano, jitahidi uwe na hobby zako ambazo unazipenda, mambo yako unayoyapenda, jambo jingine lolote ambalo unalifurahia endelea nao kama mwanzo ulivyokuwa nao. Mtu anapoona kwamba kumbe kuna maisha mengine yanaendelea kwako tofauti na yeye, thamani yako inapanda. Na muda mwingine hata kama kuna kitu labda kina kuhitaji kukifanya, unaweza kumwomba mtu kwambia leo sitaweza, kuna kazi fulani naifanya hii na hii. Hii italeta mvuto zaidi na itakuongezea thamani kuliko unaacha tu mambo yako kwa lazima, unaenda unamfuatia tu yeye. Hiyo itaonekana kwamba hauna mambo mengine ambayo unafanya. Kwa hiyo kanuni ya thamani pia inaweza kuongeza mvuto wa mtu kuanza kufikiria kwamba huyu anafanya nini au aga anafanyaga nini kwa hichi kipindi ambacho anakuwa yuko busy hivi. Kwa hiyo inakuongezea thamani. Lakini mbinu ya tatu inaitwa emotional anchoring au nanga za kihisia. Unajua sisi binadamu huwa tunakumbuka zaidi pale ambapo hisia zinaunganishwa na kitu. Na hata wewe mwenyewe pia unaonisikiliza utakuwa shahidi. Mara nyingi ulishaikuwa na kumbukumbu za mziki fulani au harufu fulani ambazo mpenzi wako alikuwa anapenda sana kuzitumia pale ambapo umezipata sehemu nyingine. Sasa hiyo inaitwa emotional anchoring, yani nanga ya kihisia. Sasa ukitaka mpenzi wako akukumbuke, jitahidi kutafuta kitu ambacho kitaungana na hisia. Yani mfano, unaweza kutafuta mziki ambao mkiwa pamoja na yeye, msio kwenye kipindi ambacho mmekwazana, mkiwa kwenye kipindi ambacho mnafurahi, ukao unausikiliza huo mziki au unauweka mkiwa pamoja. Maana yake sehemu nyingine akija kusikia atakukumbuka wewe zaidi. Au tafuta marashi ambayo hutakuwa unabadilisha mara kwa mara, hayo ndio utakuwa unatumia.
maana yake akiona sehemu nyingine atakukumbuka wewe. Na maneno, unaweza kuwa labda kuna vichekesho mnavyopenda kutaniana, au kuna lugha fulani ambazo mnapenda kuambizana, maana yake hata kama akiona mtandaoni atakukumbuka wewe. Kwa hiyo tafuta kitu ambacho kinaungana na hisia fulani, inaweza kuwa harufu labda hizo manukato, maneno au muziki. Hivyo vinaongeza kumbukumbu ya kumfanya mwenzako akiviona tu anakukumbuka wewe. Lakini jambo la 4 ambalo linaweza kumfanya mpenzi wako aweze kufikiria kila mara ni tumia sifa za pekee unapokuwa unaongea naye. Yani unajua binafsi watu wengi wameshazoea kuambiwa sifa ambazo zinaonekana, na watu wengi wanakosea kisaikolojia, huwa hatusifu zile sifa zinazoonekana kwa sababu watu wengi wameshazoea kuambiwa wewe ni mzuri, unapendeza, nguo zako ni nzuri. Lakini ukisifu zile sifa za kipekee, maana yake unakuwa umegusa moyo wake. Mfano labda amevaa nguo nzuri, unamwambia ile unajua kuchagua nguo, hii nguo umenunulia wapi? Pale maana yake utakuwa umetambua kwamba uwezo wake na umemsamini, na hapo utakuwa umegusa moyo wake. Lakini pia hata kwa mfano kapika labda chakula, unasema hii chakula cha leo nimekipenda kwa sababu chumvi zake viungo vyake vimekaa vizuri sana, maana hiyo ni sifa ya kipekee. Au hata kama kwa mfano anaongea labda kwenye kikao, unasema yani leo kwenye point ile ya 6 umepangilia vizuri sana, pale unakuwa umetambua kile alichokifanya. Unaposifia juhudi kuliko matokeo, ndipo unagusa moyo wa huyo mtu, na atakuwa anakufikiria zaidi, na ataona kwamba umemtambua na umemsamini. Lakini jambo la 5 na la mwisho ambalo linaweza kumfanya mpenzi wako awe na kufikiria zaidi na kila wakati awe na kuwazia ni mbinu ya kioo au mirroring effect. Unajua si binadamu kisaikolojia huwa tunapenda watu ambao tunafanana nao, na tukiona kuna mtu tunafanana naye tunajisikia vizuri kabisa na tunakuwa huru kuendelea naye huyo mtu. Kwa mfano ukitaka mtu akufikirie zaidi, tafuta kitu ambacho labda kwa mfano kuna maneno gani anapenda kuyatumia na wewe unayatumia muda wote, au kama kwa mfano labda akiwa amekaa na wewe jitahidi kukaa mkao ambao amekaa yeye, kama anaongea kwa sauti ya chini na wewe ongea sauti hiyo hiyo. Mara nyingi tunajisikia huru tunapokuwa tunafanana na mtu kitu fulani. Sasa unapotumia mbinu hii, maana yake unamtengenezea mtu hali ile ya utulivu wa ndani, na mara nyingi mtu anapokuwa amefanana na mtu kitu fulani anajihisi huru na anakuwa karibu zaidi na wewe. Kwa hiyo tafuta kitu ambacho unaweza mkafanana, na hicho kitu ukifanya hata kama hakipo, jitahidi wewe kuangalia vile anavyofanya. Unaweza kumuona namna anavyokaa, namna anavyoongea, na wewe kana naye vile vile anavyofanya. Na hii mara nyingi wanaitumia sana watu. Kwa mfano unataka kumshawishi mtu, angalia kitu gani ambacho anapenda, alafu nawe jifunze hicho kitu, nenda akafanye kama anavyofanya vile. Sasa ila uwe makini usiige kupita kiasi, kaonekana kama unamuigiza. Hiyo itavunja tena hii mbinu ya kisaikolojia, itakuwa kama unataka kumshawishi kitu fulani, na hapo hautakuwa na mahusiano mazuri na mtu huyo. Kwa hiyo nenda kwa tahadhari, lakini kuwa makini, usionekane kabisa kwamba unamuigiza. Unaweza kaiga tu vile vitu ambavyo ni vya kawaida ambavyo vinafanana, ambavyo sio vile ambavyo mtu paka anaweza akashuku kwamba unamuigiza. Sasa hebu niambie katika comment ni kitu gani ambacho umejifunza kuhusu somo hili la leo. Kama una swali lolote pia comment sehemu ya comment section, nami nitakujibu. Asante sana kunisikiliza. Bye bye na uwe na siku njema.